Sasa usichukulie huu ujumbe kama maandiko yaliyoandikwa, chukulia katika uhalisia wa maisha ya sasa, kwamba mtu anaweza akapelekwa sehemu ambapo hakustahili kukaa, lakini akajikuta yuko pale. Je, huyu Mefiboshethi mtoto wa Jonathan alikuwa analalamika au anasema naombeni nirudisheni kwa baba yangu? Hapana. Kwa nini? Aliridhika na hali ya kule. Kwa nini? Kwa sababu ya hali aliyo nayo ya kilema. Kwa hiyo anajua kulingana na ulemavu wangu, haya ndio maisha ambao natakiwa kufanya nini? Kuyaishi. Kwa hiyo naye aliridhika kwa vile kule ndio si ana hali mbaya. Kwa hiyo mtaa anaoishi na akijitazama anaona sasa hapa nitoke niende wapi tena? Haya ndio maisha. Kwa sababu hata nikienda kuishi kwenye ule mtaa au kwenye ule mji wa baba yangu, sina nguvu ya kufanya kazi, siwezi kusimamia mali, siwezi kufanya chochote. Mimi natakiwa nikae huku sehemu ambapo wenye shida wanakaa. Mungu anamuinua Daudi kama mkombozi wake, kwenda kumtoa Lo-debar. Yes. Kwenda kumtoa katikati ya maskini, katikati ya makaburi. Yes. Mfalme akamwambia yuko wapi? Siba akasema, mfalme, tazama yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debar. Yaani ukisikia hilo neno Lo-debar kichefuchefu, lakini ilikuwa ni mahali pabaya, pachafu, paovu, pa watu wa shida. Basi mfalme Daudi akatuma watu na kumuondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debar. Hayo prahadushketelema. Amen. Mungu akutoe Lo-debar leo. Amen. Akutoe mahali ambapo umepangiwa. Basi Mefiboshethi mwana wa Jonathan mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi. Naye akaitika, mimi hapa mtumishi wako. Mfalme ameniita. Ni sawa na rais ametuma watu wakatafutwe alipo. Kijana watu wanalia. Hasingepaswa kulia kwa sababu baba zake hawakuwa haba, walikuwa na mali tu vizuri. Amen. Sasa nini kimebadilika? Amelazimishwa kwenda kukaa sehemu ambapo hajafanya nini? Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema. Nitakutendea mema. Nitakutendea mema. Pokea hayo mema. Na yapokea kwa ajili ya Jonathan baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ndio ya Sauli babu yako. Yes. Nawe utakula mezani pangu daima. Yeah. Yani mtu aliyekuwa ametupwa Lo-debar, rais anamuita, anamwambia sasa utakaa hapa kwangu na tutakuwa tunakula chakula hichi meza hii. Daudi anamwambia Mefiboshethi, kuanzia leo habari ya Lo-debar forget about it. Habari ya maisha ya dhiki, forget about it. Habari ya kukaa katikati ya wanafiki, forget about it. Habari ya kukaa kwenye nyumba ambayo mnapanga foleni ya asubuhi. Mungu akutoe huko Lo-debar katika jina la Yesu. Sema kuna maisha siyataki. Sema kuna maisha sitaki kuyakumbuka wala sitaki kuyarudia katika jina la Yesu. Oh my God, Mefiboshethi. Hakuna tena wewe unasikia tena Daudi akiongelea hapo habari ya kilema. Anaongea CV kwamba kuanzia leo nakupa mali za baba yako na mali za babu yako. Ninamchukua mwanamke aliyepelekwa mahali ambapo sio pa kwake. Amen. Ninamuingiza kwenye kusudi la Mungu. Amen. Ninamnyofoa kwenye huko alipokuwa kwa jina la Yesu. Yes. Pale Lo-debar. Yes. Mwanaume aliyewekwa Lo-debar. Yes. Bibi aliyewekwa Lo-debar. Ndio. Kijana aliyewekwa Lo-debar. Yes. Mtumishi aliyewekwa Lo-debar. Ndio. Na kutoa leo mchana wa leo. Amen. Unatoka katika jina la Yesu. Amen.